Na ninashukuru Mungu ni kwa sababu siku zote tunapoingia katika nyumba ya Mungu, unajiuliza swali, nimeingia katika nyumba ya Mungu siku ya leo, je, nitatoka vile nilivyoingia? Bwana asifiwe. Na ndio unaona imekuwa desturi ya kukuja kanisa na kutoka pasipo kubadilika. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio inakula kanisa. Hiyo ndio inakula kanisa la Mungu. Hiyo ndio inamaliza kanisa la Mungu. Ni kwa sababu tunastahili kufanya upya katika maisha yetu. Wakati uliokoka na wakati ni lazima ni vizuri, inastahili kuwa na utofauti. Bwana asifiwe. Wakati unapohesabu, niliokoka niko na miaka 2, niliokoka niko na mwaka 1, tukiangalia ule mwaka na wakati pale huko, unastahili kuwa na utofauti. Bwana asifiwe. Na wakati mchungaji alikuwa ananena kuhusu sanduku la agano, hii wiki nilikuwa nasoma hiyo somo. Wakati lile sanduku la agano lilienda likawekwa kwa Eldom, na wakati iliwekwa mahali pale, mambo ilibadilika. Ilibadilika kwake, ilibadilika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo na sisi wakati tutakaojua huyu Mungu, lazima kuwa na mabadiliko katika maisha yetu. Vile walikuwa wanakujua, hawatakujua hivyo. Vile walikuwa wamekuzoea, hawatakuzoea hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tunapokuwa katika ufalme na tunapokuwa pia katika kanisa la Mungu, wacha tukatamani kubadilika. Wacha hii kuzoea kwa wokovu tukaache. Ni kwa sababu hii mazoea ya kuzoea wokovu ndio imeleta ulemavu katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaenda kushiriki neno la Bwana. Bwana ataenda kutupatia katika upya, hata kama imehubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana ni njema kwa sababu iko na ufunuo mwingi, na hii kitabu hatuwezi maliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaenda kushiriki neno la Bwana katika Mwanzo 17. Twende tukaanzie. Tutasoma mistari kadhaa. Tunaenda kusoma 17 kuanzia 1 mpaka mstari wa 6. Mwanzo 17 mstari wa 1 mpaka wa 6. Abramu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abramu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu nawe, nami nitakuzidishia sana. Abramu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia, hili ndilo agano langu nawe, utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abramu, lakini jina lako litakuwa Abrahamu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Amen. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Mapenzi yako yakatendeke. Tunenee njizi vile utakavyo kupitia neno hilo. Kainue moyo uliovunjika. Ni kwa sababu neno lako Bwana ni nguvu zetu na ni msaada wetu. Tunapoenda kusemezana neno hili, Jehova Mungu wangu, tunaomba neema yako ikatubebe na ikatutoshe katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru. Ninaenda kunena kuhusu ahadi za Bwana ni za milele. Bwana asifiwe. Na asivunjiki. Wacha tuseme ya kwamba ahadi za Bwana asivunjiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe katika maisha yako ujue ya kwamba inaweza kuwa ilisemwa katika miaka nyingi iliyopita, lakini nikutie nguvu nikuambie ahadi za Bwana asivunjiki. Biblia inasema ya kwamba Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, yangu inasema hivyo, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mungu mahali hapa anasemesana na Abrahamu, anamwambia kwamba anamkumbusha kama vile Yesu anatukumbusha mchana wa leo, anatuambia kwamba yeye ndio Mungu wetu. Akaenda kwa Abrahamu akamkumbusha ya kwamba
useme alikuwa anakumbushwa, ni kwa sababu alikuwa ametembea na huyu Mungu katika miaka nyingi. Kwa hivyo Mungu akamtokea. Neno la Bwana linasema ya kwamba Bwana akamtokea akamwambia ya kwamba mimi ndiyo Mwenyezi, uende mbele zangu katika ukamilifu. Akamkumbusha akamwambia ya kwamba uende mbele zangu katika ukamilifu, kama vile anatukumbusha kanisa ya leo akituambia kwamba tuende katika mbele zake katika ukamilifu. Ananikumbusha wewe, ananikumbusha mimi, tuende katika mbele zake, tunyenyekee mbele zake katika ukamilifu. Na Biblia inasema ya kwamba nami nitafanya angano na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia kwamba ati wakati utakapokuwa mbele zangu katika ule ukamilifu, neno la Bwana linasema ya kwamba ati atafanya angano na yeye. Angano hii ni gani? Bwana anaamua ya kwamba atafanya nasi katika siku ya leo, atafanya na moyo wako katika siku ya leo, atafanya na mimi katika siku ya leo. Lakini tunakumbushwa ya kwamba wakati ambao tutakao kuwa wakamilifu, ndio ile angano Mungu ataenda kuifanya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba nami nitafanya angano langu katika yako ya wewe na mimi, nami nitakusidisha sana sana. Yangu inasema sana sana. Ati wakati utakapoenda mbele za Mungu katika ule ukamilifu, na wakati ambao atafanya angano lake na wewe ukae katika ule ukamilifu, neno la Bwana linasema ya kwamba Abrahamu akaanguka kifundifundi. Mungu akamwambia akasema, mimi angano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile angano Mungu anaangana na mtumishi wake Abrahamu, anamwambia kwamba tunaangana angano hapa. Despite hakuna watoto katika nyumba yako, hauna uzao, lakini Mungu anamwambia ya kwamba ninakuahidi ya kwamba ati utakuwa utakuwa na uzao mwingi. Biblia inasema ya kwamba nitakuweka kuwa baba ya mataifa mengi. Na ukumbuke ya kwamba hata hapa akiambiwa ya kwamba atafanywa kuwa baba wa mataifa mengi, hapa kuna utasa. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu Abrahamu hakuwa na uzao. Tunajua ya kwamba hakuwa na uzao. Hakuwa na uzao ule ambaye Mungu alikuwa amemwaahidi, lakini ikafika mahali yeye akajitafutia. Lakini hiyo haikuwa angano la Mungu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu hapa anasema ya kwamba anaenda kufanya angano na yeye, na anamwaahidi ya kwamba ati ile angano nitakaofanya na wewe utakuwa baba wa mataifa mengi. Inachanganya. Utakuwa baba wa mataifa mengi. Huyu ni mzee ambaye anaenda miaka 100, na Mungu anaahidi ya kwamba ati atakuwa na uzao mwingi. Kama mwanadamu kuwaza kwetu unaonekana kana kwamba ule umri pale ulikuwa umefika, iwezekani. Lakini ninashukuru Mungu ni kwa sababu alikuja kufanya upya hii angano. Ni kwa sababu yeye kutoka pale mbele alikuwa amemwaahidi ya kwamba nitakubariki, nitakufanya baba wa mataifa mengi. Haikujalisha miaka ilienda, haikujalisha hii miaka ilikuwa imeisha, haikujalisha katika ile ugongwe. Mungu hakutazama yale. Ni kwa sababu ni Mungu wa majira yake, hakutazama. Na ninaamini ya kwamba wakati Abrahamu alizaliwa akafikisha hata miaka 50, sijui alioa akiwa na ngapi, akafikisha ile miaka ambao unajua ya kwamba kama wanadamu tunajua ya kwamba kijana akioa tunakaa kidogo tunangojea mtoto, lakini hiyo haikufanyika. Akakaa akafikisha ile miaka ambao Mungu alimtembelea akiwa miaka 99. Hapa ndio anakuja anaambiwa ya kwamba ati atakuwa na uzao. Na wakati ambao aliambiwa ya kwamba atakuwa na uzao, kumbuka hapa ni angano amefanya na Mungu. Akamwambia ya kwamba nitakufanya baba ya mataifa. Hata wewe ukiangalia
Sara alikuwa anazeeka hivyo hivyo. Walikuwa wanaendanisha tu katika miaka yao, hawakuwa wameachana. Kwa hivyo vile Abrahamu alikuwa anazidi kuwa mzee, hata naye Sara alikuwa anazidi kuzeeka pia. Lakini hapa kuna angano imefanywa. Siku ya leo nikuulize mpendwa, niseme ya kwamba je, Mungu akikuja ufanye angano na yeye, utakaa katika ile angano? Utakaa ukingoja ile angano ikaweze kutimia? Ni kwa sababu mahali sasa hivi tuko hapo, tuko na ule uwezo wa kubeba ile maangano ikaweze kutimia. Hakuahidiwa mtoto leo na kesho mtoto akapatikana. Sidhani. Ni kwa sababu hata hapa tulihubiriwa asubuhi hii 18, wakati ule alikuwa anatembelewa na wale watu, hakuwa amepata mtoto. Kwa sababu hiyo 18 kuna mahali inasema ya kwamba wakati walipotayarishiwa, wale walikuwa hapa asubuhi ndio mwake umbiri, wakati walipotayarishiwa kile chakula na wakala, na ikakuwa ni wakati wao wa kuondoka, walimuuliza, wapi mke wako? Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu akawaambia ako hemani, ako katika hema. Kwa hiyo wakati huo si hata alikuwa amepata mtoto, bado alikuwa na ngoja. Bwana asifiwe. Alikuwa na ngoja ni kwa sababu walishafanya angano. Kwa hivyo yeye ni afanye nini? Yeye ni angoje ili angano ikaweze kutimia. Tumevunjika moyo katika hali ya kungoja angano ikatimie. Ni kwa sababu wengi wetu tuko hapo, unangoja hii angano ikaweze kutimia. Mpendwa, umeshindwa na kungoja hii angano. Na wakati unapongoja hii angano, ni nini iko hapa katikati? Kwa sababu wakati nilikuwa nasoma, nilikuwa nataka nijue Abrahamu wakati walipoahidiana na Mungu ya kwamba atabarikiwa, atakuwa baba, ninajua ya kwamba moyo wake ulianza kujitayarisha kuwa baba. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu alikuwa amekaa miaka mingi sana. Hata kama alijitafutia kuwa baba, hiyo haikuwa angano la Mungu. Nasi tunaweza kuwa saa ingine unajitafutia njia, lakini ukisonga utajua ya kwamba hii si ya Mungu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu mwana alizaliwa pale. Ninajua ya kwamba sisi wote tunajua habari ya Abrahamu. Mwana alizaliwa pale. Na hata wakati mwana alizaliwa pale, hakuna mahali tunaambiwa ya kwamba alifanya angano kwa sababu ya huyu mwana alizaliwa. Ni kwa sababu alienda akajitafutia, kama vile sisi wengi tunafanya. Tunangoja, tunaona kana kwamba hii itawezekana lini? Hii itawezekana siku gani? Kama Abrahamu, kama mwanadamu, alikuwa anaangalia ya kwamba miaka yangu inaenda, miaka yangu inasonga. Lakini kama mwanadamu ikafika mahali hata mke wake akaona ya kwamba hii miaka imesonga sana, hatuna tumaini lingine ati ya kwamba tutapata mtoto. Hakuna tumaini lingine ati tutakuwa wazazi. Na ndio kilitendeka kile kilitendeka pale. Lakini hiyo ilikuwa mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo maisha yangu na yako ni vizuri kujiuliza, kama Mungu alitokea na nikafanya angano na yeye, akaniambia hii fanya hili mwanangu, na utakuja kuniona, ningoje, ninakuja. Na huwa anakuja ili utukufu wake udhihirike. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yanaweza kukawia, mambo yanaweza kuonekana kana kwamba hayanaendi, lakini hayaendi ni kwa sababu Bwana anataka kuja kujidhihirisha. Sidhani kana kwamba wakati Abrahamu alipokuwa kijana na wakati alipooana na Sara, kama wangepata watoto wakati huo, sidhani angekuwa ameandikwa hapa. Sidhani tungekuwa tunasoma siku ya leo. Ni kwa sababu hii ingehesabiwa kama ile hali ya ukawaida. Lakini ilinakiriwa na sisi tutiwe nguvu ili tukajua kwamba kama miaka hii kuna uwezo wa kufufuliwa katika tumbo hili, mwana akaweze kupatikana. Ni nani katikati yetu anaweza sema
ako na miaka kama hii. Wengine hata ndio tuko na nusu ya hiyo ya Abrahamu. Wengine ndio tuko na nusu. Wengine hata hawana hiyo nusu, wako na kuota. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kujiuliza na kujua kwamba, je, ninapoambiwa na Mungu kuna kuvumilia, moyo wangu unafanya nini? Moyo wangu uko na utayari wa kuvumilia? Moyo wangu uko na utayari nikaweze kuona kile Mungu anakusudia kutenda? Bwana Yesu asifiwe. Kama huyu mwana angezaliwa katika hiyo miaka ya hiyo uzee, ninaamini ya kwamba siku ya leo hatungekuwa na ushuhuda wa kushuhudia na kusema ya kwamba kweli Abrahamu alipewa mtoto katika uzee huu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kuwa umepitia nini? Unaweza kuwa unaona hii mzigo itaondoka lini, lakini labda Mungu ameiweka hapo ni kwa ajili ya utukufu wake. Tunaomba, unaona iondoki. Unafunga, unaona iondoki. Lakini itaondoka kwa siku moja, ili Bwana alijikusanyia utukufu. Nilikuwa nasoma hii wiki, ninaona ya kwamba katika kila jambo lolote katika maisha yangu, katika nchi, kila jambo lolote ambalo inatendwa na Bwana, nilikuwa naona inasema ya kwamba inatendwa hivyo ili Mungu ajikusanyie utukufu. Na siku ya leo wacha nikwambie, katika kila jambo ambalo inaotendeka maishani mwako, hebu unauliza Mungu, unataka kujidhihirisha utukufu huo gani? Umenitendea hivi, Bwana, umenitendea ili utukufu wako ukadhihirike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kile chochote ulicho nacho, umepewa hiyo kitu ili utukufu wa Mungu ukaonekane, kwa sababu wewe ni mwana. Na kama wewe ni mwana, kile chochote Mungu anakupatia ili utukufu wake ukaonekane. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba uponyaji, tunapewa ili utukufu wa Mungu udhihirike. Bwana asifiwe. Mtu anakonjeka, watu wanatumainia ya kwamba mtu hatuna yeye, lakini Mungu anamuinua katika ile kitanda ya mauti ili utukufu wake ukidhihirike. Bwana Yesu asifiwe. Unapitia katika hali zingine, unaona kana kwamba Mungu amekuachilia, lakini hajakuachilia, hajaniachilia. Ni kwa sababu anataka ule utukufu udhihirike. Wakati atakao kutoa pale, je, utasahau kama ulikuwa pale? Mungu anataka usisahau, ukatangaze ya kwamba na kama sio Mungu singetoka katika hii shimo. Bwana asifiwe. Kama sio Mungu, Abrahamu angetolewa katika ile aibu ya kutokuwa na mwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa la Bwana, ni vizuri kujiuliza ya kwamba, je, Mungu anataka nini katika hii hali? Inaweza kuwa ifurahishi, inaweza kuwa ni kilio, lakini ni vizuri kuuliza Mungu, katika hii hali unataka nini Baba? Katika hii hali unataka nini? Na hakuna kitu kingine anataka utukufu ukamrudie. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba agano langu italifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Sikia vile neno la Bwana linasema. Mstari wa 7, tumalizie hapo. Agano langu nitalifanya imara katika mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako, kwa uzao wako baada yako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Bwana anamwambia ya kwamba hii agano tumefanya na wewe, ile agano Mungu aliyefanya na Abrahamu, akufanya na Abrahamu ni kwa sababu yake peke yake. Anamwambia ya kwamba ati hii agano tumefanya na wewe ni kwa ajili ya vizazi ambazo wasijafanya nini, hata hazikuwa zimesaliwa hizo. Anamwahidi ya kwamba hii agano
agano tumefanya na wewe siku ya leo. Nitakubariki, nitakuinua, utakuwa baba ya mataifa, utakuwa mkuu. Hakuwa anafanya kwa sababu ya Abraham peke yake. Alikuwa anafanya ni kwa ajili ya vizazi ambazo singekuja baada ya Abraham. Vizazi, mtoto wa Abraham akazaa hizo vizazi zote ambazo zilikuwa zinamfuata huko nyuma, hata zingine yako ziona. Hii agano alikuwa anafanya na Mungu, alikuwa anafanya ni kwa ajili ya wale watakaozaliwa. Na tukumbuke ya kwamba hata huu uzao ambao unaonenewa ya kwamba agano imefanywa kwa ajili yao, hata huu uzao hujaanza kuzaliwa. Tuko pamoja? Kwa sababu hatujafika mahali tukaona atikana kwamba hata amepata mtoto, bado hajapata. Hata Isaka hajapatikana. Lakini kutayari kumesha peanwa agano ya kwamba watakuwa watu wamebarikiwa, watakuwa watu wakuu. Kisoma inasema ya kwamba ule uzao utabarikiwa, ule uzao utakuwa mkuu, ule uzao utatoka wafalme. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ahadi imetangulia kabla ya uzao. Bwana asifiwe. Na sisi tunataka uzao ukatangulie kabla ya, tunataka uzao ukatangulie kabla ya ahadi. Lakini ahadi ndio inatangulia hapa. Na Biblia inatuambia ya kwamba huyu ni baba yetu. Ni kwa sababu tulitoka pale katika kile kizazi chake. Kwa hiyo huyu ni baba yetu. Na ndio unaona anapitishwa hii njia, anaambiwa ya kwamba ati ule uzao utakaotoka kwake utakuwa uzao umebarikiwa, utakuwa uzao ambao unamcha Mungu. Kwa hivyo ni vetu sisi kanisa tukasimame tujue ya kwamba ahadi ilitolewa kwa baba yetu. Bwana asifiwe. Ahadi ilitolewa kwa baba yetu, akaambiwa ya kwamba hata ule uzao utakao kuja nyuma yako utakuwa umebarikiwa. Ule uzao utakuwa umekuja nyuma yako, ule uzao utakuwa watu wa kumcha Mungu. Na sisi kama ni wana katika ufalme, hii ahadi inastahili kuwa inatufuata. Ni kwa sababu baba yetu alibarikiwa. Baba yetu alikamilika mbele za baba. Bwana asifiwe. Kama baba yetu alikamilika mbele za baba, hata sisi tunastahili kufuata baba yetu tukakamilike mbele za baba. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu hata mzee, hata nyumba inapokuwa na watoto, wale watoto unakutanga hata kama ni watoto 8, unakutana 10, unakutanga wengine wamefanana na mama, wengine wamefanana na baba. Uwezi katika hao watoto wote uwezi kukosa mtoto anafanana na baba ama anafanana na mama, na ukikosa kuna swali. Bwana asifiwe. Na kwa sababu sisi baba yetu ndio huyu ambaye anaambiwa ya kwamba kupitia yeye tutabarikiwa, kupitia yeye kwetu kutatoka wafalme, kupitia yeye ati sisi tutabarikiwa. Bwana asifiwe. Na niseme ya kwamba kile kinatumaliza kama wapendwa, na kile kinasababisha hata nguvu za Bwana zisidhihirike katika maisha yetu, ni hali ya kusahau. Nisijui niite kusahau, ni hali ya kutozingatia. Bwana asifiwe. Ninaamini ya kwamba hapa Abrahamu aliponenewa na Mungu hapa Mwanzo 17, ninafikiria ya kwamba hakucheza tena, kwa sababu kuna agano waliangana. Na agano ili unastahili kuwa makini sana ili agano ikaweze kutimia. Unastahili kuwa makini sana ili agano ikaweze kutimia. Na unastahili kuwa saa yote unajikumbusha kuna agano ilianganwa na Mungu na mimi ya kwamba kutatendeka. Bwana asifiwe. Na kama hii agano iliangano na tunajua ya kwamba labda sisi tukue waongo, Mungu wetu si muongo. Hata kama
tunasemezana, utakuja kuona hata kama ilichukua muda gani, huyu mwana lazima atapeana, huyu mwana lazima atazaliwa. Bwana asifiwe. Na hii ahadi lazima itatimia, hata iacha kama haijatimia, hata iacha. Lakini sasa ni kujiuliza ya kwamba na zile ahadi Mungu amefanya na mimi zimetimia ama zimekuwa aborted. Tu nyingi tunaziachilia na tunaacha kusifuatilia. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa ulitabiriwa ukaambiwa ya kwamba utakuwa mwimbaji wa kimataifa, unafuatilia hiyo, ama wakati uliambiwa uliishia pale? Ni vizuri unafuatilia, unauliza Mungu, ulisema na moyo wangu uko tayari kupokea. Unaweza kuwa ukaambiwa ya kwamba kupitia mkono wako utaponya wagonjwa. Je, unafanya nini kupitia pale? Katika ile ahadi uliahidiwa, ulienda ukalala ukangoja. Bwana asifiwe. Ulienda ukafanya nini? Kwa sababu ninajua ya kwamba wakati Abrahamu alipoahidiana na Mungu, ninajua ya kwamba hakupumzika. Hata ukisoma hiyo 17 yote, ukuja mpaka 18 hapa Baba Njeri alikuwa anafundisha, utaona ya kwamba anafika hata watu hawajui, anawakaribisha. Wanaweza kuwa ndio walikuwa wametumwa ile ahadi ikuja kutimia. Ako restless, apumziki. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu kuna ahadi iliahidianwa pale. Kwa hivyo ako restless, akifanya mazuri, anakaribisha hawa, hajui kama ndio wanaweza kuwa walikuwa wametumwa na Mungu. Kwa hivyo na yale ambayo hayajaandikwa tuyajui. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba, mimi ninajua ya kwamba kwa sababu ndio ameahidi na kuna kungoja. Na hata kama ameahidi, kuna ule mchango wangu nami ninastahili kuchangia. Bwana asifiwe. Nikaa msichana apozwe, haulizwa na kijana siku ya kwanza, na mimi naona kama Mungu ameninenea kukuhusu. Sasa huyo msichana akiwa mwerefu anastahili kufanya nini? Sasa ataenda tu kwa nyumba, mimi nimepozwa. Kwa hivyo ni sawa, ataenda kukaa hivyo. Atakuwa anakaa, anachukua simu, anamwambia hata nilikuwa nataka tu kukujulia hali. Utaenda kukaa carelessly. Unajuaje hata posa mwingine? Bwana asifiwe. Unastahili kufuatia hiyo ahadi. Unamsalimia tu, unamwambia na unaendeleaje? Huyu mtu ndani yake anaona acha, kumbe kuna kitu. Bwana asifiwe. Hivyo nasi katika Bwana ni vizuri tunafuatilia. Unaambia Mungu, kweli ulifanya hii ahadi na mimi, ukaniambia ya kwamba itatendeka na itafanyika. Haijalishi muda umeenda namna gani, haijalishi niko katika kona gani, haijalishi katika ile uchungu niko nayo, atikana kwamba haitanimaliza, haitakumaliza kabla ahadi za Bwana hazijatimia. Bwana asifiwe. Si ujitie nguvu useme ya kwamba hata kama kunaweza kuonekana kana kwamba hakuna chochote kinaendelea, lakini ninajua ya kwamba ahadi za Bwana ni kweli na amina. Bwana asifiwe. Unapoangalia wale watu waliahidiwa ahadi na Mungu, ninajua ya kwamba hasikutimia. Kama wewe ni msomaji wa Biblia, unapoangalia utatazama na ukaonekana kwamba hakuna ile ilikuja kwa haraka. Bwana asifiwe. Hakuna ile ilikuja katika upesi. Hakuna. Ukitazama Abrahamu amekuwa mkongwe, tumaini imekuwa hakuna. Kama wanadamu ukiangalia, naangalia mzee kama huyu, naangalia mama kama huyu, je, itakuwaje? Bwana asifiwe. Unajiuliza itakuwaje? Kuna vitu zinafika mahali unajiuliza, je, na itakuwaje? Hiyo sio yako ya kujua ya kwamba itakuwaje, lakini kuna utukufu wa Mungu uko mahali unahitajika ukadhihirike.
asifiwe. Inaweza kuwa katika macho ya mwanadamu imeleta aibu, katika macho ya wanadamu inaweza kuwa haivumiliki tena. Unafika mahali unasikia ya kwamba katika hali sijui kama ninavumilia tena. Naweza kuwa ninaongelesha mtu mchana wa leo, unasikia ya kwamba hata imefika mwisho. Unasikia ya kwamba hivyo sio hivyo nilikuwa nataka. Lakini wacha nikutie nguvu, nikwambia kwamba kidogo tu utaona mapenzi ya Mungu yakitendeka. Muda kidogo tu utaona vile Mungu anaweza tenda. Ni kwa sababu unapoangalia hata ndugu zetu na dada zetu wale waliotangulia, hakuna mmoja ako katika Biblia ilifanyika instant. Bwana asifiwe. Tunakumbuka kama Hana alishe kaluni akiomba uzao. Na sijui kwa nini Biblia ilikuwa wale wa mama ambao walikuwa tasa. Hakuna mama ambao alizaa mtu hivi. Sidhani. Walikuwa nazaa watu ambao ni manabii, watu ambao ni wakubwa, wanaandikwa mpaka kwa Biblia. Ana akakaa, na ukiona ya kwamba tunaambiwa ya kwamba mpaka anaulizwa ni nini mama. Haikuwa siku moja, haikuwa siku mbili, lakini akakaa katika ule uwepo wa Bwana akijua ya kwamba kuna siku ambao nitasimama na kushuhudia ya kwamba kuna Mungu ambaye anatimiza ahadi zake. Bwana asifiwe. Na kama hao wengine waliotutangulia walitimiziwa ahadi, na sisi ni wana katika huo ufalme, kwa nini sisi tufadhaike? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini sisi tusione ingali yako katika kiti chake cha enzi, kanisa la Bwana? Ni kwa sababu wao ni kutangulia waliotutangulia. Tukasome na maisha yao vile Mungu alivyotenda. Tukasome na maisha yao vile Mungu alivyovumilia Mungu, na Mungu akakuja. Bwana asifiwe. Sisi tunafika mahali kama kile nilikuwa nataka Mungu akanitendee, ukienda uone ya kwamba ni kama akitendeki. Kuna ile hali ya kuvunjika moyo. Unaanza kuchukia watu nikaa sisi ndio tulifanya. Unaanza kuchukia watu nikaa wao ndio wamefanya. Lakini kuna ule Jehova wa mbinguni ambaye yeye ndio anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niende nikasome mstari wa 15. Usikie tu, ninataka utiwe nguvu na hii neno na upate nguvu ya kuendelea. Na uambie Mungu, nisaidie kuendelea. Hata kama ninasikia nimevunjika moyo, hata kama ninaona ya kwamba mambo hayaendi vile inastahili kuwa yanaenda, wacha nikakutazamie wewe, nikajue ya kwamba kama wewe ulitangulia, na Biblia inasema ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ninajua ya kwamba utaenda kutenda katika wakati wako. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Abrahamu, Sara mkeo utamuita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara, nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake. Naam, nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Piga makofi, waambie Bwana haleluya. Hii neno si tutie nguvu. Pale palikuwa panaonekana hakuna tumaini. Mungu anamtuma kwa mke wake. Anamwambia ya kwamba Sara mke wako ukambadilishie jina. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu tunajua ya kwamba mtu akikosa watoto anaitwa majina mingi kabisa. Anaitwa majina nyingi, anaitwa tasa. Huyo naye anatumanga watoto wenyewe hana watoto. Kwa hivyo unaitwa majina yote. Na ndio Mungu anakuja anaambia Abrahamu, anamwambia ya kwamba ati nitabadilisha jina.
jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa, hautamuita Sarai bali utamuita Sara, nami nitambariki na tena nitampa mwana kwake, naam nitambariki naye atakuwa mama wa mataifa. Ndipo Abrahamu akaanguka kifundifundi akacheka. Bwana asifiwe. Akaanguka kifundifundi akacheka, akasema moyoni mwake, je, mtu wa umri huu miaka 100 tayari imefika? Bwana asifiwe. Imefika akingoja, imefika akingoja ile ahadi ya Bwana ikatendeke, ile ahadi ya Bwana ikatimie, na hii miaka 100 imefika. Hapa Biblia inasema ya kwamba miaka 100 akingoja. Mpendo, umengoja ngapi? Unaomba mwezi mmoja unavunjika moyo. Hii kazi hata itawahi simama. Unaanza hii kazi hata sijui ni aina gani. Unaanza vitu, unaanza kujilaani, unaanza kulaani watoto, unaanza kulaani kazi. Sasa si huyu ni mwanadamu alikuwa amengoja hii miaka, na si tujifundishe na yeye. Ni kwa sababu wewe yako haitafika 100. Bwana asifiwe. Yako na yangu haitafika 100, atakuja. Bwana asifiwe. Na ndio Biblia inasema ya kwamba, Biblia inasema mstari wa 17, ndipo Abrahamu akaanguka kifundifundi akacheka, akasema moyoni mwangu, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mwana, naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Abrahamu akamwambia Mungu, Abrahamu akamwambia Mungu la kwamba Ismail angeishi mbele yake, lakini hiyo haikuwa ahadi ya Mungu. Anauliza, je, mimi mtu wa miaka 100, miaka imeenda, imefika 100. Sasa wacha ya Abrahamu, ya Sara, hata ya mwanamke ndio mbaya kuliko ya mwanaume. Anauliza, huyu mwenye umri wa miaka 90, walikuwa wameachana na miaka 10 tukifanya mahesabu. Si walikuwa wameachana na miaka 10? Abrahamu alikuwa na 100, naye Sara alikuwa na 90. Kwa hiyo walikuwa wameachana na miaka ngapi? 10. Hata anashtuka moyoni mwake, anauliza, mtu kama mimi, mtoto alialia kwa hii nyumba, mtu kama mimi nitashika mtoto ambaye ni wangu, ambaye amezaliwa katika nyumba yangu? Kwa sababu ilikuwa jambo la kushangaza ya kwamba, na akaambiwa ya kwamba enda umbadilishie jina, kwa sababu ninakuja kumbariki, kwa sababu ninaenda kungeuza hali. Bwana asifiwe. Unajua kuna hali huwa zinabadilishwa na Mungu, na hata wewe mwenyewe ukiulizwa kulikuwaje, huwezi sema kulikuwaje. Tumeshikana hapo. Kuna hali Mungu anaingilianga kati, anasibadilisha, inabaki kuwa history. Bwana Yesu asifiwe. Inabaki kuwa ilikuwa. Lakini sasa tunaona nini? Sasa tunashuhudia nini? Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika Biblia, unaona wengine walikuwa ya kwamba hawaoni, na baada ya kukutana na Yesu ile historia ikabadilika, wakakuwa wanaona. Wengine walikuwa viwete, hawakuwa wanatembea, lakini wakati nguvu za Mungu zilishuka walitembea, ile ikakuwa hadithi. Bwana asifiwe. Hata hiyo unasikia kana kwamba imekukalia, nikutangazia ya kwamba itakuwa hadithi. Bwana Yesu asifiwe. Hata vile tumesoma hiyo maandiko yote, uamini itakuwa hadithi. Uamini? Si uamini tu kwa leo tu. Hata kama uaminingi hizo siku zingine, si uamini tu useme ya kwamba ninajua ya kwamba kuna siku itakuwa hadithi. Mapito ambayo ninapitia, kuna siku moja ninajua ya kwamba itakuwa hadithi. Na huwa ninasema ya kwamba pito lako sio langu. Bwana asifiwe. Kila mtu ako na yake. Na usijaona
mapito. Haleluya. Unajua saa ingine tunaonanga, sasa unajidanganya kwa moyo wako, unasema saa hii nikipata milioni 1 kila kitu itabadilika. Acha nikwambie hakuna kitu itabadilika sana. Ya? Sasa ukiingia hapo utakakaa kidogo, uone kumbe milioni 1 inakuanga kidogo sana. Bwana asifiwe. So ule ako pale, ako na ile pito yeye anapita. Ule ako kwa mamia, ako na ile pito yeye anapita. Kwa hivyo hakuna mmoja tunaweza sema ana pito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba katika hii pito ambao ninapita, Mungu akaniweze kunipatia hata hekima ya kuipita. Kwa sababu sisi kama kanisa tunaangukia hapo. Sisi watu wengi tunaangukia hapo. Sio sisi peke yetu, kanisa la Mungu tunaangukia hapo. Bwana asifiwe. Unakuja kanisa, unaanza kujikombea, si fulani alikuja juzi, unaona nini? Hiyo unaona ni nini? Huyo unajua amepelekana na Mungu miaka ngapi? Bwana asifiwe. Wewe hiyo unajua alianzana na Mungu wapi? Bwana asifiwe. Hata kukienda kuandikana wa kazi, naangalianga kama ni gazeti, nasikia wanataka manager wa sijui wa nini. Alafu hapo chini kuna mahali wanaandikanga. Wanasema ya kwamba tunataka ako na experience ya miaka 5 ama 10. Bwana asifiwe. Na ni wewe ndio umetoka shule. Hapo chini hawakosangi kuandika, wanasema ya kwamba na awe na experience ya miaka ngapi? 5 ama 10 ama 2, ile wanaandika. Na wewe saa hii sasa wewe hata kama ulikuwa na certificate si inakaa kwa nyumba. Yes. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninataka kusema nini? Nataka kusema ya kwamba wacha kuvunjika moyo ni kwa sababu ya kile unaona kikitendeka mbele yako. Bwana asifiwe. Hata ninaamini ya kwamba Abrahamu hakuwa mzee katika ile nchi peke yake. Si yeye alikuwa mzee. Sikuwa na wazee wengine walikuwa katika ile nchi. Ni vile hawajanakiriwa hapa, ni kwa sababu hawangenakiriwa kwa sababu maisha yao ilienda kawaida. Lakini ya huyo mzee haikuwa ya kawaida. Na ndio kwa sababu alinakiriwa ili tusome, ili akaweze kututia nguvu, akaweze kunitia nguvu siku ya leo, akaweze kukutia nguvu siku ya leo. Ndio kwa sababu tunamsoma siku ya leo. Kulikuwa na wengi walikuwa wanapata watoto. I think kwa kufikiria kwangu, mtu mzee ako na miaka 100, I think anastahili kuwa na kisasi ya pili ama ya 3. Ni kweli. Kisasi chake kinastahili kuwa kinakaribia akuwe ya 3. Lakini hapo ndio Mungu alikujia sasa. Wale uliolewa na wao wako na wanjukuu. Na Mungu bado anakuambia nitakuja tu. Wewe unaona kama ilikuwa rahisi. Ilikuwa rahisi vile tunasoma hii Biblia. Haikuwa rahisi. Ilikuwa rahisi vile tunasoma tu. Tunaona hata hii miaka akaambiwa atabarikiwa. Au unacheza na miaka 100. Bwana asifiwe. Hata masusu wetu wengine hata walienda bila hiyo miaka 100. Wasusu wetu. Wacha baba zetu, hata baba zetu hawajafikisha. I think hata baba zetu kama tungekuwa na wao ndio wangekuwa karibu kukaribia wafikishe. Hawangekuwa wamefikisha. So katika ile hali inavunja moyo. Lakini sasa kile ninataka kuambia mchana wa leo, usivunjike moyo. Ujue ya kwamba kama ameahidi, ni kitu gani hiki kinaweza sababisha asikuje. Na pale mwanzo alituambia amesema ya kwamba akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele zangu katika hali ya kukamilika. Hiyo tu. Ambia huyo mwingine assignment yetu kubwa ni kukamilika. Kwani hamsikii vile anasema?
Hausikii? Nimesema uambie mwenzako assignment yetu kubwa ni kukamilika. Kusema tu hivyo. Mumesema hivyo tu, kusema hivyo. Assignment yetu ile kubwa tukajaribu, tuanze kujaribu tuone kama huyu Mungu atadhihirika kwetu. Assignment yetu kubwa ni kukamilika. Unajitahidi, nijitahidi. Tuone kama hii kukamilika kutabadilisha mawazo ya Mungu. Bwana asifiwe. Tuone kana kwamba atatutazama, naone kana kwamba na hapa kuna watu wameanza kukamilika. Hapa kuna watu wameanza kuacha mzaa. Bwana asifiwe. Haya. Biblia inasema Biblia inasema ya kwamba, wacha niende kasome mstari wa 19. Inasema Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Isaka. Haleluya. Hapa Abrahamu alikuwa ameanza kama mawazo yake ilikuwa kama nani? Kama Ismail angefukuzwa. Sasa alikuwa ameanza kuona kama angefukuzwa hai ingesonga songa. Lakini naye Mungu anamwambia siongei kuhusu huyo. Ninaongea hata ule hajazaliwa. Ni kwa sababu hapa Isaka bado hajazaliwa. Hajazaliwa bado. Hajazaliwa. Na Mungu ameanza kwenda na yeye. Nitakupa. Nitakubariki. Nitakufanya uzao. Wewe umeambiwa umeambiwa mambo mangapi na Mungu? Unasema huyu Mungu nika ongei ukweli. Bwana asifiwe. Tukuzwe Bwana. Amen. Hii Mungu akaanza kupelekana na yeye. Anamwahidi tu. Anamwambia tu. Lakini ukitafakari hii hadithi ya Abrahamu inakuanga nika huyu mzee alikuwa mvumilivu sana. Alikuwa hata kama saa nyingine alikuwa anasikia Mungu imekaa sana, lakini anarudi na I think alikuwa anakaa anakumbuka Bwana alinitokea nikiwa na miaka 90 na kuna kitu aliniambia. So hata kama alikuwa anaenda anasikia nimengoja sana, I think roho yake ilikuwa inarudi inakumbuka yale maangano aliyepoahidiana na Mungu. So na sisi ni vizuri saa nyingine unakaa unakumbuka alikuambia nini. Bwana asifiwe. Kwani wewe hakuna kitu uliambiwa? Uliokoka tu na ukaingia na ukakaa chini. Ni vizuri kwa uliambiwa kitu. Uliahidiwa kitu. Unajua kuna kitu Mungu aliniahidi.